Nimuona huyu William Ruto jana hapo Embu akijigamba, akiambia watu wa Embu ati yeye alijilete Mlima Kenya, ati hakuna mtu alimulete, ati alijitetea, ati akapata kura peke yake. Mimi nataka nimwambie wewe William Ruto, ukitafuta watu ya kutaganya, hapana kuja hapa mlimani, na hapana enda Embu. Ulidanganya sisi ya kutosha na Biblia. Sisi ulituchenga na Biblia, kwa sababu sisi hapa ni wa Kristo. Uliposema Bwana asifiwe, tukasema amena. Siku hizi tumekuwa waangalifu. Mtu akisema Bwana asifiwe, hatusemi amina, tunamwangalia ni nani kwanza. Kwa sababu hapo ndio ulituchenga. Wewe unasema ati ulijileta hapa mlimani. Hii mlimani kwanza uliletwa na Rais Uhuru Kenyatta. Akatuambia wewe ni mtu mzuri. Akakuzungusha hapa, akakuachia hapa. Rais akaenda kufanya kazi ya Kenya. Ukakuja hapa ukakoroga, ukaingia makanisani kila siku. Ulikuwa barabara zote unajua, kanisa unajua, ukatukoroga, ukatuconvince wewe ni mtu mzuri. Saa ile ilifika uchaguzi, Rais Uhuru Kenyatta akatuambia wewe hapana mtu mzuri. Lakini vile ulikuwa umetukoroga na Biblia, tukaona kama Uhuru amepotea, tukakaa na wewe. Watu wetu walikuwa na wasiwasi na wewe. Waliona unaweza chaguliwa ndio, kwa sababu tulikuwa tumesema 10-10. Na watu ya eneo hili ni watu waangwana. Wakasema sisi kwa sababu tulimwahidi huyu, sisi hatutaki kuonekana kama sisi ni conmen, kama sisi ni wakora. Hata kama Uhuru anasema ni mbaya, vile tulimwahidi wacha tupe yeye. Lakini ukweli watu ya mlima walikuwa na wasiwasi na wewe. Kwa sababu mwaka wa 2007 ulienda ukaunganisha makabila 41 against the mountain. Vote 1 versus 1. Hiyo haikuwa mpango ya Raila, ilikuwa yako. Mwai Kibaki aliposhinda nyinyi, ukaanza vita pale Rift Valley. Ukaua watu wetu. Ukaua wamama, ukaua watoto. January 28 kanisa ya Kiambaa, ukatuma Faruk akachoma wamama na watoto kanisani. Watoto walijaribu kutoka, Faruk na watu wako wakawachukua wakawarudisha ndani ya kanisa. Kwa hivyo hao watu ya mlima walikuwa na wasiwasi. Mimi ndio nilikusanitize. I sanitized you. Nikazunguka mlimani, nikaambia watu siku hizi umetubu dhambi zako na umeokoka. Na tukasema tukusamehe mauaji ya wamama na watoto Kiambaa. Na hao watu ya mlima wakanisikiza mimi. Isipokuwa mimi nilizunguka to sanitize you, hungepata kura hapa mlimani. Na mimi nikaambia hii watu ati wewe ni muungwana. Kufika pale ukatugeuka, ukatusaliti na ukatudanganya. Ukasema utatuweka pesa mfukoni, ile kidogo tulikuwa nayo ukachukua. Ukarudi pale, ukarudia ile tabia ya kuua watoto. Vile uliua watoto Kiambaa, ukashika jenzi ukaua. Wale hawakukufa ukasema wapigwe risasi mguu. Mimi sasa ndio nikaanza kuona umeanza maneno mbaya. Ukaanza ile maneno ya Moi ya kugawanya mlima Kenya. Ukaanza kusema Mount Kenya East and West. Ukaanza kusema Kiambu itolewe mlimani. Nikakukataza. Ukaanza kufuta watu ya mlima Kenya kazi kwa polisi, KRA, Kenya Port Authority. Ukaanza kuangaisha jamii ya mlimani. Wewe mwenyewe ukaniambia na mdomo yako ya kwamba huwezi kubali ukiwa rais ati watu wakiwa wengi pia wakuwe na mali. Ukaanza kuangaisha hii jamii kiuchumi. Pesa nilikuwa nimepigania madeni ya kahawa 7 billion walipwe, nilipoondoka ukayutoa. Wewe rais, kwa sababu ya kuchukia watu ya mlima Kenya, nilipofanya vita dhidi ya pombe haramu nikafaulu, ukasabaratisha hiyo kazi na ukasema pombe yote baya iletwe hapa mlimani. Tunapoongea leo pombe imerudi hapa. Imerudi haijarudi? Na rais, wewe mwenyewe ndio umesema pesa itumanwe hapa mlimani. Umesema pombe ile mbaya iletwe hapa mlimani. Sasa ukijigamba pale Embu
ati wewe ulijilete. Siku nilikuwa naleta wewe mlimani, huku unatumia pesa, ulikuwa watu wanakukaribisha, wanakupigia ngemi, wanafurahi, unaongea, unaenda. Tangu nitoke, ukija mlimani lazima ulipe watu ndio wakusikize. Si ndio? Hata pale jana Embu uliongea na watu wamenyamaza, ukasema utawapanga, wakapiga makofi. Wewe sasa ujue siku nilikulete ulikuwa unasikizwa bila kutoa pesa. Sasa uhusiano yako na watu ya mlimani ni ya biashara. It is a transactional relationship. Hakuna mtu hapa hata kuunga mkono hata ukitoa pesa. Na mimi ningetaka ukuwe na nafasi ukifikiria. Uangalie Moi 1992, 97. Alikuwa anazunguka hapa na pesa, kura ikihesabiwa hakuna. Uangalie hapa Mathira, uangalie Udhaya, uangalie kila pahali, uone vile ilikuwa. Kwa hivyo wewe ukijigamba ati ulijileta hii mlima, si sasa ujilete tuone. Si ujilete. Si ufanye mkutano mmoja Udhaya bila kutoa pesa. Si uitane pale Udhaya, useme unataka mkutano ya hadhara na usitoe pesa. Uone itakuwa namna gani? Si ndio? Si ndio? Na mimi nikueleze, unajua yeye anafikiria ni mwerefu kuliko kila mtu. Wewe ukiweka pesa hapo mbele, watu wanachagua mtu ya chama yako, unafikiria hiyo kura ni yako. What na hii karau unatoa pesa, ati ile kura hiyo mtu yako atapata kidogo, unafikiria ni yako. Joseph Kamotho alikuwa anapewa pesa na Moi. Anapiga campaign, anapata kula 8,000 Mathioya, anaanguka. Lakini Moi anapata kula 600. Hapa Mathira, Davidson Kogoro unampatia pesa, anamwaga, anapata 10,000 votes. Moi anapata kula 700. Udhaya ulikuwa unasimamisha watu kupinga Mwai Kibaki. Mzee alikuwa anaitwa Titus Boga, Brigadier Thebere, na watu wengine wanatafuta, Moi anatafuta. Kibaki anachaguliwa bila kuweka posta. Si ndio? Si ndio? So nikuambia wewe Kasongo, hiyo ulikuwa unajigamba hapa Embu. Si ungoje ni next year. Wewe unasema ulijileta mlimani. Wewe ulikuwa ni mtu, hakuna mtu naamini wewe. Ulikuwa na damu ya watoto na wamama Kiambaa. Mimi Rigiji nikakusafisha. I sanitized you. I was your guarantor to the mountain. Mimi ndio nilikuwa nimekupatia guarantee. Uliponiondoa hiyo guarantee nikaondoa. Sasa hakuna mtu wako na wewe. Si ndio? Tena shida wewe William Ruto umeleta hapa mlimani ni violence. Siku nimekuja Wetima ACK Church pale Udhaya, ulituma huyu msichana anaitwa Betty Maina na Eric Wamombi na askari 15 waniue kanisani Udhaya. Lakini kwa sababu ya maombi, wale wa mama na watoto walikuwa kanisani wakaomba, Mwenyezi Mungu akachanganya hao askari wakakosana. Wengine wakasema ni uwawe ndani ya kanisa, wengine wakasema nitoke nje nipigwe risasi nje ya kanisa. Ndio hapo tulipata nafasi ya kutoroka. Wewe ulikuwa umetoa 50 million kwa Betty Maina ati Rigiji auawe Udhaya kwa Mwai Kibaki. Na ilikuwa wewe ati umepanga kwa sababu ya kudharau Mwai Kibaki na kudharau wa Kikuyu, ukasema Rigathi Gachagua auawe Udhaya nyumbani kwa Rais Mwai Kibaki. Sasa nikuambie wewe William Ruto, hawa askari hawa ulituma Udhaya kuua mimi kanisani, ukituma Wamombi na Betty, umewapeleka Olokalau wakaue watu. Tunapoongea wamevamia watu kwa hoteli. Kijana moja wamemuumiza, ako ICU, tunaomba Mwenyezi Mungu apone. Hawa askari wamekaa kwa hoteli, wanangojea instruction. Unataka waue nani Olokalau wewe William Ruto? Unataka waue Medho? Unataka waue mimi nikienda huko? Ama unataka waue Wakikuyu pale Olokalau? Na tukuambie wewe William Ruto, shida tuko na wewe naye hapa mlimani ni kutoa fujo na kuumiza watu. Umemwaga goons hapa mlimani kuumiza Wakikuyu, kuharibu biashara zao. Sasa pale Kalau umepanga goons, umepanga polisi waumize watu wa Kalau. Kama wewe ni mwanaume, si utafute kura polepole.
uhonge wananchi uone kama watakupigia kura. Bono napaga fujo, umetuma hao askari. Walikuwa 15, 7 wameondoka, wamebaki 8. Hao 7 watarudi kabla ya uchaguzi. Hao askari walikuja kuniua Udhaya. With team ICK Church, William Ruto na kuuliza, umewatuma Olkalau waue nani? We want to know. Unataka waumize nani? Ni huyu Senator Medho unataka kuumiza? Ni Wanjiku Muhia unapanga kuua? Ni huyu Douglas Kamau unataka kuua? Ama unangojea Rigiji aende Olkalau aumizwe na hiyo askari wale ya Wetima? Na tena tukuambie William Ruto, ile kitu umefanya hii watu ya mlima waachane na wewe kabisa, ni kulete fujo mlimani. Mambo ya guns ile unalete ukitumia kijana yako naitwa Murkomen hapa mlimani, imefanya hii watu wakuchukie zaidi vile walikuwa wanakuchukia. Na nikuambie utajua hii watu wamekuchukia mwaka ujao. Na hii shida wewe mwenyewe umejiletea. Wewe umesaliti watu ya mlima, wamekasirika. Umerudi umewadanganya, wamekasirika. Juu ya hayo umewafuata na guns kanisani. Na vile vile ulipigana na kina mama na watoto kanisani Kiambaa. Tabia hiyo hujawacha. Ndio ulituma guns waumize watu pale Mweki PCA Church. Umetuma polisi wauawe watu Kariobangi. Wetima ICK Church umetuma wakora. Kwani unataka damu kiasi gani William Ruto, tunakuuliza? Hii damu ya Wakikuyu unataka kumwaga kiasi gani? Ile damu ulimwaga 207 208 bado tosha? Mpaka unafuata watu hapa mlimani na guns na polisi wamejihami. Niko na mazungumzo na watu ya hapa nyumbani. Tupangane mbele. Tusikizane vile tutafukuza hii Kasongo aende nyumbani. Tuko na mazungumzo, tukubaliane vile tutapata one single presidential candidate ya kufukuza William Ruto. Tuko hapa tupangane chama yetu ni gani. Tuko hapa tupangane wasaliti wa jamii yetu, wale wanauza jamii yetu kwa William Ruto, tutawafagia namna gani waende nyumbani. Pia watu ya Udhaya, nimefurahi mmefika. Mimi nataka kwanza niombe msamaha. Kwa sababu Udhaya ndio eneo bunge la kipekee liliakilishwa na msomi Mwai Kibaki, a graduate from the London School of Economics, ambaye ni quality leader, quality debater. Na mimi ninaona haya, ile mtu tulichagua ya Standard 2 anaakilisha watu ya Udhaya katika bunge. Ni aibu sana. Mimi I am embarrassed as a leader from this region on the replacement of Mwai Kibaki as member of parliament. Because Mwai Kibaki quality of leadership yake, it was the highest in the country for 40 years. And it is a great mistake to replace Mwai Kibaki with a Standard 2 dropout. Ni makosa kubwa sana. Na mimi naomba watu ya Udhaya turekebishe hiyo makosa. Na mimi nimekubali makosa yangu. Huyu mtu ya Gikomba, mtu ya hardware, mimi ndio nilikuja kumpigia kampeni. Naomba msamaha. Mimi sikufikiria ya kwamba nilifanya makosa kubwa sana kusaidia kubadilisha Mwai Kibaki na mtu ya Standard 2. Ni makosa kubwa sana. Kwa hivyo ombi langu ni turudishe jina ya Udhaya pahali Mwai Kibaki aliwacha. Mimi naomba munitafutie mjumbe ambaye amesoma. Nataka watu ya Udhaya munitafutie mjumbe atatetea kilimo.
nataka kuomba mutafute mjumbe anaelewa uchumi. Mutafute mjumbe anajua Kiingereza ya kuongea bunge. Mutafute mjumbe anaweza enda debate kwa Citizen aongee na Kizungu. Mimi nataka munitafutie mjumbe naweza tuma Ulaya akaongee na wazungu kutafuta soko ya kahawa. Mimi naona haya kwa sababu pale tuko saa hii, asante. Pale tuko saa hii, ile mjumbe yako akiambiwa na Ruto enda pitisha finance bill, yethisa si ndio? Akiambiwa hii finance bill itasaidia Kenya, akipatiwa asome, anapidua karatasi anasoma upside down. Kwa hivyo watu ya Udhaya na watu ya Nyeri tumepata hasara kubwa sana. Kwa nini mtu tulikosa amesoma Udhaya kweli? Naomba msamaha. Mimi naomba msamaha. Na mimi naomba rais wetu mzee Mwai Kibaki pahali yako anisamehe. President Mwai Kibaki, wherever you are, please forgive me for replacing you with a standard 2 dropout and embarrassing the people of Udhaya. You demonstrated great leadership as a graduate of the London School of Economics. Please forgive us for replacing you with a standard 2 dropout. Tulikukosea sana mzee, utusamehe. Tumekubaliana? Mimi sitaki nipitishe hapo sana.